Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Mohamed Ali Kibao, mtoto wa marehemu Ali Mohamed Kibao ambaye mwezi Septemba mwaka 2024 alitekwa, kuteswa na kuuawa kikatili na watu wasiojulikana. Leo hii ningependa nitoe ujumbe mfupi ambao kama tawafikia, mlengwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vile Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natoa hapa kwa namna hii kwa sababu hakuna namna nyingine za mawasiliano kutoka kwa mwananchi kwenda kwa watu waliochukua madaraka ya juu. Dhumuni la ujumbe huu ni mambo makubwa matatu. La kwanza ni kuongea kwa niaba ya familia yetu, ingawa si kuwashirikisha katika kutengeneza ujumbe huu, na vile vile familia ambazo zinapitia madhila kama ambayo tumepitia sisi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. La pili ni kuongelea jinsi ambavyo woga, simanzi na pengine chuki zinavyojengeka na kutawala kwa watu ambao wanapitia mambo mbalimbali na Watanzania kwa ujumla wanaoona jinsi haya mambo yanavyotokea. La tatu na la mwisho ni kutoa ushauri. Najua kwamba ushauri huu hautasikilizwa pengine au hakuna atakayefuatilia, lakini kila mmoja wetu kama Mtanzania, kama Watanzania tuna haki na vile vile wajibu kutoa ushauri kwa wale waliochukua madaraka ya kutuongoza. Ningependa nisisitize pia kwamba sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha yoyote afanye chochote. Sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha maandamano. Na sisitiza hilo kwa sababu sitaki akutwe mtu, ndugu yangu au Mtanzania yoyote, na ujumbe huu au anatazama kusambaza ujumbe huu akaambiwa kwamba anasambaza ujumbe wa maandamano. Hapana, hilo sio dhumuni lake. Huu ni ujumbe moja kwa moja, ni message kutoka kwangu binafsi kwenda kama itawafikia kwa rais na vile vile waziri. Nianze na la kwanza. Ni zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu mzee Kibao atekwe, kuteswa na kuuawa kikatili. Hatujasikia chochote mpaka sasa kutoka kwenye mamlaka yoyote, pamoja na kufuatilia kwa nguvu sana. Sio tatizo, tumekaa kimya, sio kwa sababu tumeridhika, bali tunaelewa kwamba wakati mwingine haya mambo huwa yanachukua muda mrefu. Na tumeona juzi, tumesisitizwa kwamba na rais na vile vile waziri mkuu, tumesisitizwa kwamba tunaishi katika nchi ya utawala na sheria. Kinachotupa majonzi na pengine wakati mwingine hasira ni kwamba tunaona kana kwamba kuna sheria za aina mbili, zile ambazo zinawalinda tabaka la watawala na nyingine zetu sisi. Nasema hivyo kwa sababu tumeona jinsi nguvu zinavyotumia